Habari ya wakati huu, mwanafamilia wa Kivuli cha Simulizi. Leo nina simulizi ya kijana aliyejiunga Freemason ili apate utajiri, ila kilichomkuta we acha tu, alijuta mpaka akajuta tena. Sasa kabla sijaanza simulizi yetu, naomba nisaidie kusubscribe kama bado hujasubscribe, na kama tayari, asante. Haya, tuendelee. Nilikuwa mtu wa kawaida tu. Maisha yangu hayakuwa na kitu cha kujivunia. Kila siku ilikuwa ni kupambana tu ili nipate kula. Kodi ilikuwa inanitesa, madeni yalikuwa yananifuatilia, na kila nilipojaribu kuinuka, maisha yalizidi kunisukuma chini. Sikuwahi kufikiria kwamba siku moja ningeingia kwenye kitu ambacho kingebadilisha maisha yangu, lakini si kwa njia niliyotarajia. Yote yalianza usiku mmoja. Nilikuwa narudi nyumbani saa 2 usiku, barabara ikiwa kimya sana. Taa za barabarani zilikuwa zinawaka kwa mbali, lakini kulikuwa na giza la kutisha. Ndipo nikamuona mzee mmoja amesimama pembeni ya barabara, amevaa suti nyeusi safi sana, isiyoendana kabisa na mazingira yale ya kawaida. Aliniangalia moja kwa moja. "Unatafuta njia ya kubadilisha maisha yako?" aliuliza kwa sauti tulivu. Nilicheka kidogo kwa uchovu. "Kama una kazi nipe, sio maneno." Akatabasamu, tabasamu la ajabu lisilo na furaha. "Si kazi, ni nafasi." Alitoa kadi mfukoni akanipa. Nilipoitazama, haikuwa na jina wala namba, ilikuwa na alama tu, alama ya ajabu yenye kuvutia na kuogopesha kwa wakati mmoja. "Ukifika tayari, njoo," alisema. Nilipoinua macho kumwangalia tena, hakuwepo. Siku kadhaa zilipita. Maisha yakazidi kuwa magumu. Njaa, madeni, msongo wa mawazo, kila kitu kilikuwa kinaninyonga. Nilianza kufikiria ile kadi. Kila usiku nilikuwa naitazama, na kila siku niliogopa kuitumia. Mpaka siku moja nikaamua. Anwani iliniongoza hadi nyumba kubwa ya zamani iliyokuwa kimya kupita kawaida. Hakukuwa na mtu nje, hakuna sauti. Mlango ulikuwa umeachwa wazi kidogo. Nilipoingia, mlango ulifungika wenyewe kwa nguvu. Nilishtuka. Ndani kulikuwa na watu, wamevaa mavazi meupe, wamekaa kimya kabisa kama sanamu. Hakuna aliyekuwa naongea. Kisha sauti nzito ikasikika kutoka mbele. "Umefika." Nilihisi mwili wangu wote unatetemeka. "Nimekuja tu kuuliza." "Ukishafika hapa, huulizi tena," sauti ilikatiza. Kimya kizito kikatawala. Kisha wakaleta sanduku mbele yangu. Ndani yake kulikuwa na vitu vitatu: pete ya dhahabu, kisu kidogo chenye damu iliyokauka, na picha ya mtu nisiyemjua. "Chagua," sauti ilisema. "Ni maana yake?" niliuliza kwa hofu. "Utajiri una gharama, na kila anayechagua anajitoa." Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa nguvu sana. Sikujua ni kwa nini, lakini mkono wangu ulianza kuelekea kwenye ile pete. Nilipoikaribia, nikasikia sauti nyuma yangu. "Usifanye kosa hili." Niligeuka haraka. Hakukuwa na mtu. Nilichagua pete, na hapo ndipo maisha yangu yalibadilika. Siku chache baada ya hapo, mambo yalianza kubadilika. Nilipata kazi bila kutafuta. Pesa zikaanza kuingia kwa urahisi. Watu walinijali. Ghafla nikawa mtu muhimu. Lakini kuna kitu kilianza kunitesa. Ndoto. Kila usiku nilikuwa naota mtu yule aliyekuwa kwenye ile picha. Alikuwa ananiangalia bila kusema kitu, na kila siku uso wake ulikuwa unazidi kuwa karibu. Usiku mmoja nilishtuka usingizini. Nilisikia mtu akitembea ndani ya chumba changu. Hatua polepole zikija karibu na kitanda. Nilijifanya nimelala, lakini moyo ulikuwa karibu kupasuka. Hatua zikasimama karibu kabisa na kichwa changu. Kisha sauti ikanonona, "Umesahau ahadi yako." Nilifungua macho kwa haraka. Hakukuwa na mtu, lakini ukuta ulikuwa na alama ile ile niliyoiona kwenye ile kadi, imechorwa kwa damu. Siku iliyopita nilipigiwa simu. Sauti ile ile, "Ni muda wa kulipa." Nilitetemeka. Nilidhani ni mafanikio tu. Kicheko kizito kikasikika. "Hakuna mafanikio ya bure."
Nilinyamaza. Utapewa kazi moja tu, sauti ilisema. Ukikataa, utapoteza kila kitu. Usiku huo niliitwa tena ile nyumba. Safari hii haikuwa kama mwanzo. Ndani kulikuwa na giza zaidi na watu walikuwa wachache. Walinipeleka chumba cha chini. Kulikuwa na harufu ya damu. Katikati ya chumba alikuwa mtu amefungwa. Nilishtuka. Fanya kile ulichoambiwa, sauti ilisema. Nilirudi nyuma. Hapana, siwezi. Ulishachagua, walijibu kwa pamoja. Mtu yule aliyefungwa aliinua kichwa chake, na hapo ndipo damu iliniganda. Ilikuwa ni mimi. Uso wangu, mwili wangu, kila kitu. Nilipiga kelele. Haiwezekani, sauti ikasema. Huyu ni wewe uliyekuwa kabla ya kuchagua. Nilianza kulia. Na ili ubaki kuwa wewe wa sasa, lazima umalize yeye. Waliniwekea kisu mkononi. Mwili wangu ulikuwa unakataa, lakini mkono wangu ulikuwa unatembea wenyewe. Nilikaribia na macho yake yalikuwa yananiangalia kwa hofu ile ile niliyokuwa nayo. Baada ya hapo, sikumbuki kilichotokea vizuri. Nilipoamka, nilikuwa peke yangu, lakini nilikuwa na tajiri zaidi kuliko hapo awali. Maisha yalikuwa mazuri, lakini sikuwahi kuwa sawa tena. Kila nikijitazama kwenye kioo, kuna wakati naona uso wangu wa zamani, ule niliouacha. Kila usiku nasikia sauti ile ile, ulichagua na hakuna kurudi nyuma. Sasa nina kila kitu, pesa, heshima, nguvu, lakini kama ungeuliza ukweli, ningekupa jibu moja tu: najuta. Kwa sababu siku ile sikuchagua utajiri, nilichagua kupoteza nafsi yangu. Baada ya tukio lile la chini ya ile nyumba, baada ya mimi kufanya kile nilichofanya, nilijaribu kusahau. Lakini kuna vitu huwezi kuvifuta. Siku zilipita. Nilikuwa na pesa nyingi kuliko nilivyowahi kuwa nazo maishani mwangu. Nilihama nyumba ya kupanga, nikaenda kuishi kwenye nyumba kubwa. Nilinunua gari. Marafiki wakaanza kuniheshimu. Watu wakaanza kuniita boss. Lakini kila nilipokuwa peke yangu, nilikuwa naogopa. Kwa sababu nilianza kuona vitu ambavyo havikuwa vya kawaida. Kioo hakikunionyesha kila mara vile nilivyo. Wakati mwingine, kilinionyesha yule mimi mwingine, akiwa amejaa damu, akiwa ananitazama kwa huzuni na chuki. Usiku mmoja, nilikuwa naendesha gari langu jipya, nikiwa natoka kwenye club. Barabara ilikuwa tupu. Ghafla, nilimwona mtu amesimama katikati ya barabara. Nilibonyeza breki kwa nguvu, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Gari liligonga kitu. Moyo wangu ulisimama. Nilishuka taratibu, mikono ikitetemeka. Lakini hakukuwa na mtu. Hakuna damu, hakuna mwili. Nilishituka zaidi. Niliporudi ndani ya gari, kiti cha nyuma, kulikuwa na mtu. Alikuwa amekaa kimya, ameinamisha kichwa. Niligeuka polepole. Ilikuwa ni yule kutoka kwenye ndoto zangu. Alinong'ona, damu ya kwanza imeanza. Nilipiga kelele na kufungua mlango nikakimbia. Kuanzia siku hiyo, ndoto zilibadilika kuwa uhalisia. Nilianza kupigiwa simu kila usiku, ule ule muda. Sauti ile ile. Zawadi zako zinaendelea, lakini kafara lazima ziendelee. Nilijaribu kukataa. Nilisema sitaki tena. Nilisema nitaacha kila kitu. Lakini jibu lilikuwa moja tu: ukiacha, wewe ndio utakuwa kafara. Nilianza kufuatiliwa. Kila mahali nilipoenda, niliona watu wale wa mavazi meupe. Wakati mwingine walikuwa sokoni, wakati mwingine barabarani, wakati mwingine ndani ya nyumba yangu. Lakini hakuna mtu mwingine aliyewaona. Siku moja niliamua kurudi ile nyumba. Nilitaka kuacha kila kitu. Nilipofika, mlango ulifunguka wenyewe. Ndani kulikuwa na giza nzito zaidi kuliko mwanzo. Sauti ile ilinisema, umerudi kwa hiari au kwa hofu? Nilisema kwa nguvu, nataka kutoka. Sitaki tena haya maisha. Kimya. Kisha wakacheka wote. Unadhani ni rahisi hivyo? Walinipeleka tena chini. Lakini safari hii
kulikuwa na watu wengi zaidi. Wamefungwa, wengine wanalia, wengine wamechoka, wamekata tamaa. Nilitetemeka. Hawa ni nani? Niliuliza. Sauti ikajibu, hawa ni wale waliotaka utajiri kama wewe. Moyo wangu ulidunda kwa nguvu. Na sasa? Niliuliza kwa sauti ya chini. Wanatoa walichochukua. Ndipo nikagundua ukweli. Utajiri ule haukutoka hewani. Ulitoka kwa watu, maisha yao, bahati zao, nguvu zao, na kila mafanikio niliyopata yalikuwa yananunuliwa kwa mateso ya mtu mwingine. Walileta kitu mbele yangu. Ilikuwa bakuli lenye damu. Leo hutachagua tena, walisema. Leo utalipa. Nilianza kulia. Hapana, siwezi. Lakini mikono yangu ilianza kusogea yenyewe. Nilijaribu kupinga, nilijaribu kupiga kelele, lakini sauti yangu haikutoka. Nililazimishwa kugusa ile damu, na ghafla niliona maono. Niliona watu waliopata ajali kwa ghafla. Niliona watu waliopoteza akili. Niliona watu waliokufa bila sababu. Na sauti ikasema, hizi ndizo kafara zako, bila kujua. Nilipiga kelele, sikujua, lakini ulichagua. Niliporudi nyumbani usiku huo, nilikuwa nimevunjika kabisa. Nilijifungia ndani. Sikutaka kuona mtu, sikutaka pesa, sikutaka maisha yale, lakini ilikuwa imechelewa. Usiku wa mwisho, ndoto haikuja, ilikuwa halisia. Nilikuwa nimekaa kitandani. Mlango ulifunguka polepole. Wakaingia wote, wale watu wa mavazi meupe, na mbele yao alikuwa yule mzee. Akanitazama. Aliuliza, umejifunza? Nililia, ndiyo, naomba niachwe. Akatabasamu. Ulimwengu huu una sheria. Akasogea karibu. Na sheria ya kwanza ni hii: hakuna mafanikio ya dhamba yanayokuja bila gharama ya roho. Leo hii, ndiyo, nina kila kitu. Pesa ipo, heshima ipo, watu wananiogopa, lakini kila siku naishi na hofu, kwa sababu najua ipo siku nitaitwa tena, na safari hiyo sitakuwa mtazamaji, nitakuwa kafara. Kama kuna kitu umejifunza kwenye hii simulizi, ni hiki: usikimbilie mafanikio ya haraka, usitamani utajiri usio na chanzo, na usikubali mino ya giza hata kama maisha yanakuumiza, kwa sababu baadhi ya milango ukishaifungua haifungiki tena. Msikilizaji, na hapa ndipo tunafika mwisho wa simulizi yetu. Tuandikie kwenye comment kipi umejifunza. Asante kwa kutuchagua Kivuli cha Simulizi. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuangalia simulizi hii. Tunakupenda.